Blason kwa matatizo yaliyokukuta. Nilikuwa nashukuru sana ndugu yangu. Nateseka juu ya ndoa yangu. Hata sielewi nifanye nini brother Antoni. Ndoa yangu inanitesa sana. Kweli Blason, nimesikitika sana. Ila kuna jambo nataka nikushauri. Kitu gani ambacho nataka unishauri brother Antoni? Kuna kitu unahisi unamkosea sana mkeo. Ndio maana hata haki ya ndoa hakupi. Ina maana kwamba kuna vitu mtimizie. Inabidi ukae chini ufikirie. Sio rahisi mwanamke kumnyima mwanaume wake tendo la ndoa. Hiyo yote ni sababu unashindwa kumtimizia mke wako haki yake. Ibidi ufikirie katika maisha ya nyuma aliyoanza, mlikuwa mnaishije? Sawa ndugu yangu. Kitu gani ambacho simtimizie mke wangu? Kama hela ya chakula, matumizi ya nyumbani, na mwachia ndani. Nikiondoka nimeondoka. Antoni, mimi sielewi, mke wangu ananichanganya. Sio hela tu kuacha. Ikifika wakati bidi ukae chini na mke wako mzungumze. Unajua hapendi kuona wanawake wenzake jinsi wanavyopendeza na yeye alivyo. Unajua anachukia sana katika maisha ya sasa hivi. Unajua sasa hivi wanawake wamebadilika. Wanakuja kwa tumio ule wa kisasa. Mwanamke bidi apendeze, ashuke nywele, apake kucha. Hivi vitu ninavyokuambia bidi uvifikirie. Ikifika wakati mkeo atakukimbia, watu wenye azi watakusaidia kumtunzia mke wako, sababu kama vitu vya ndani umnunulii. Antoni, mbona unazidi kunichanganya? Kipato changu chenyewe ni kidogo. Ninachomwachia mke wangu inabidi aliziki nacho. Leo ukianza kuniambia wanaume wenzangu watanisaidia wenye azi, ndio ushauri gani sasa brother Antoni? Mbona kama unataka kunichanganya brother Antoni? Sikiliza nikwambie, kwa hayo unayofanya sidhani kama mwanamke anaweza kuvumilia mwanamke yoyote. Kama uliona hayo, kwa nini ulioa? Wewe ungeendelea na mambo mengine. Ulikuwa na vipato vingine vikubwa. Ubidi ukae na mwanamke. Lakini kwa maisha yenyewe ambao unayo sasa hivi, uwezi. Kwa jinsi ninavyokutazama wewe ndugu yangu, hutoweza kuishi na mwanamke milele. Ukiishi na mwanamke, nipo hapa, utanambia. Brother Antoni, kwa ushauri gani sasa unaoniambia mimi? Wewe ndo rafiki ambaye nilikuwa nakutegemea katika maisha yangu, kwamba wewe ni mshikaji wangu mwenye maana, lakini sasa hivi unakuja kunipa ushauri ambao siuelewi. Kwa nini brother Antoni? Ushauri gani unaoleta wewe? Mbona sikuelewi brother Antoni? Kama ushauri wenyewe ndo kama huu, mimi sitakuwa na wewe. Hata urafiki wenyewe nitakuja nivunje kwa sababu ya ushauri wako ambao siuelewi, ni ushauri wa kijinga ambao siuelewi. Mimi ndo yangu inanichanganya. Au nimekuja kwako unipe ushauri, bado unaniambia mambo ambayo siyaelewi, haingiliki kwenye akili yangu. Kwa nini brother Antoni anashindwa kunielewa? Nielewe basi. Usije ukaa na wewe ukanichanganya. Unajua wewe ndugu yangu, naona ushauriki. Yaani mimi nakushauri, ni ndugu yako, tumetoka mbali. Unielewi, uniamini. Au unataka nani akushauri? Naambia unataka nani akushauri kama sio mimi? Basi kama ushauri hauelewi, hebu kutafuta njia nyingine. Naona mimi imenishinda. Pana ndugu yangu. Mimi nahisi kabisa ndugu yangu wewe, kuna kitu hapo kimejificha. Kwa sababu nilivyokuwa nategemea utanipa ushauri, sijategemea kabisa utaniambia hivyo. Rafiki gani ambao ni shauri vitu vizuri vya msingi ambavyo inabidi nifanye nini kwenye ndoa yangu? Au kuna kitu ambacho wewe unakifanya na mke wangu? Sikuelewi kaka. Sikuelewi kabisa. Na hili nikija kugundua wewe unatoka na mke wangu, wallahi mimi na watu tunagombana. Tunauana siangalii tumetoka wapi na tulikuwa wapi. Mimi najua wewe unielewi. Sasa huu ndio ushauri wangu wa mwisho. Ibidi uachane na mkeo. Sababu ikifika wakati tutakuja kugombana kwa masuala yenyewe ya kijinga. Niachane na mke wangu? Wewe ndo unaongea maneno kama hayo?
Mimi nitegemea utaniambia kaa vizuri na mke wako myaongee, labda naweza yakaisha. Leo unaniambia niachane na mke wangu? Kumbe wewe sio rafiki mzuri katika maisha yangu. Bwana nikatafuta rafiki mwingine tu. Kuanzia leo sitokushauri tena. Na hapa kwangu usikanyage ulipotoa mguu wako na ulipoondoka. Tusijuane mimi na wewe. Walai mimi nakuapia sitakuja ukanyaga hapa kwako. Hata siku hii, hata siku moja. Mimi naondoka, lakini huo mguu wangu hautakanyaga hapa basi. Asante ndugu yangu, mimi naondoka, lakini sitokanyaga hapa kwako. Naondoka mimi Antoni, naondoka. Hapa dada. Jambo kabisa dada yangu. Sema sasa dada yangu, kuna kitu kinaniumiza moyoni mwangu. Nasikirai juu ya ndoa yangu. Yaani kufika na kuja hapa kwako kweli ameshanishinda kwangu. Mimi na mke wangu hatupo sawa kiukweli. Toka nimemleta mke wangu kwangu, nimemuoa, yaani haki yangu ya ndoa siipati kwa kweli. Na ndo maana kaamua nije kwako dada yangu, unishauri kitu nifanye nini juu ya mke wangu. Kwanza kaka yangu nikupe pole sana kwa haya unayopitia. Asante dada. Pole sana. Labda kuna kitu chochote umemkosea mke wako akufanyia chochote? Dada yangu, sielewi kama kuna kitu mimi nimemkosea mke wangu. Sijui nimemkosea nini hadi anatokea hayo. Sijui nimemfanya nini mke wangu. Ndio maana nimeamua kujua kudada. Lakini kaka yangu, mimi wifi yangu namfahamu vizuri sana. Sidhani kama haya yote yametokea hujamkosea kitu chochote. Na mimi nakufahamu vizuri tu kaka yangu. Nakuelewa sana. Kwa hiyo huenda kuna kitu umemkosea wifi yangu. Hebu mkae mzungumze tu. Kwa sababu kaka yangu, sisi huwa tuna kitu kimoja. Ninapoona mimi kama kunitimiza mahitaji yangu, naweza nisikufanyia hayo yote unayotaka wewe. Lakini kama unaniachia matumizi vizuri, unanijali vizuri, unajua leo mimi nakula nini, nasuka, nifanye nini, yani ujue matumizi yote ninayohitaji mimi. Ujue kila kitu ambacho mwanamke anahitaji. Yani kila kitu mbona kinakuwa sawa. Lakini dada, wewe unajua hali yenyewe ilivyo ngumu. Ninachokipata namwachia. Sio kwamba simwachii. Namwachia nilicho nacho mfukoni dada yangu. Ni sawa unamwachia pesa labda ya chakula. Je, ujue sisi wanawake tuna matumizi mengi Anatakiwa asuke. Anatakiwa anunue hata losheni, basi perfume, anunue nguo, anunue kiatu, anunue hiki. Maybe wanakuomba kakangu nakataa. Kwa sababu ujue matumizi sio chakula tu. Pia hata mwanamke mwenyewe anatakiwa apendeze. Anatakiwa pewe hela ya matumizi yake kama yeye. Kwamba mke wangu basi chukua hii hapa labda hela kanunue kitu fulani, labda kanunue losheni, kanunue nini. Sitoshe haya yote hautimizi. Kwani dada inakuwa hivyo? Nimekuja kwako kukuomba ushauri. Hali ya maisha yenyewe unaielewa dada, jinsi ilivyo. Sawa kakangu, nimekuelewa. Sio kwamba namtetea wifi yangu, hapana. Labda nikuulize kitu kimoja. Kwani wewe unamwachia shilingi ngapi? Kiukweli dadangu, ninapotoka nyumbani, mke wangu namwachia 2500 tu. Wewe. Acha nimtetee. Maana yule ni mwanangu mwenzangu. Kwa lazima nipime pande zote mbili. Sio kwa kuwa wewe ni kakaangu ndo nikutetee, hapana. 2500 kakaangu. Dadangu, 2500 naiona ni hela ndogo kwa hali ya sasa hivi. Kwani dadangu? Mimi sina pesa mfukoni dadangu. 2500 ni hela. Nikupe wewe 2500 uende sokoni. Utarudi na nini? Utarudi na nini kakaangu 2500? Wewe unasema nini kakaangu? Hapana. 2500 naiona hela ndogo. Ile hela
mimi naipambania kwa hali na mali. Namwachia mke wangu pale nyumbani dadangu. Lakini wewe sio mshauri wangu mzuri dadangu. Haupo na mimi kabisa. Wewe mbona unipigia makelele kwangu? 2500? Kisa 2500 kaka? Siwezi kukushauri. Siwezi. Unahonga kweli wewe? Niamini dadangu. Ninyi wanawake mnateteana. Mnateteana sana. Unashindwa kuniangalia kama mimi. 2500 dada. Mimi nilijua wifi yangu ni mkononi. Kumbe wifi yangu hata sio mkononi. Nikwambie tu kweli kaka, wewe ni ndugu yangu. Kwa nini naweza kukuficha? 2500? Hapana, hata mimi mwenyewe ni mwanamke. Simtetei. Lakini hapana. Sawa dadangu. Mimi nishakuelewa. Mpaka sasa hivi hapo. Sio huwezi kunishauri chochote. Bora tu niondoke dadangu. Mimi naondoka. Bora hata mimi nisijaolewa jamani. Kumbe kuna watu wanapata shida kwa 2500. Mbona ni hela ndogo sana? Hata mimi mwenyewe nikipa 2500 du. Karibu shemeji. Asante, nimekutana na ndugu yangu. Kuna taarifa kanipa, nimeamua nipitie kwako. Na wewe ujaribu kunieleza. Ni kweli anachokiongea ama taarifa gani shemeji? Ni habari gani mpaka imekufanya umepitia hapa? Nikaje umekuja kufuatilia. Hebu niambie, kuna nini kinaendelea kati ya wewe na Blossom? Naona simuelewi. Maneno yake ananiambia ni mama, ngoja nije kwako nipate uhakika zaidi. Haya, ni maneno gani amekwambia? Amekwambia ni labda maana inawezekana ni kigeni na hicho unachokifikiria. Swala la aibu nimesikia. Hivi shemegi, unanyimaje mmeo nyumba? Ni kweli anachokiongea ama la anadanganya? Bwana wamba bwana. Kaza nini? Mama ya unyumba anakuja kuniambia nini? Ni swala la unyumba. Mimi kanifuata kanambia yote. Kuwa wewe unamnyima unyumba. Shemeji, wewe umetoka huko kote. Umekuja mimi kuniuliza habari mimi namnyima mama yangu nyumba au simnyimi. Kabisa hujaona aibu au hujajifikiria. Amekwambia kwamba mimi namnyima unyumba. Mimi sio kichaa shemegi. Sababu jana nilipokuwa nayo kanieleza yote na hana furaha katika maoni mwake. Sababu ya wewe unamnyima unyumba. Mimi na mume wangu kwenye ndoa yetu tuna amani. Sasa sijajua wewe umeyatoa wapi. Sijajua ndio umekuja sijui. Mimi hakukuleta siri. Wewe umetoa wapi? Wewe umeyapata wapi? Sisi tuna amani. Hata tukiza wote. Kweli? Sasa sijajua. Kama wewe alikuwa Bryson au alikuwa mtu gani au wewe nani kukutuma? Huwezi jua. Sio wote wanafurahia mnapokuwa kwenye ndoa mna amani. Shemegi, mimi na si Bryson anakuwa anachanganyikiwa. Sababu kama kanambia hizo swala la nyumba nimekuja kwako. Umeniambia hamna furaha katika ndoa yenu. Hebu ngoja nijaribu kukutana naye nimuulize vizuri. Utaongea naye vizuri tena. Kwa hiyo alipokuelezea akakwambia uje uniulize. Si ndio? Alikwambia uje uniulize? Kwa kweli kuna mambo mengine yanafurahisha. Yaani mwanaume mzima amekuja kuuliza habari za ndoa yangu. Tunapeana unyumba au hatupeani. Kwa hiyo wewe ni mshenga au? Kwa kweli nasikitika sana. Kaenda kumwambia mwanaume mwenzie. Na wewe mwenzetu mwanaume, tukajua unakaba au uwezi kuwa nakaba ukaja kumuuliza mke wake. Sasa sijajua wewe ndio mshenga, sijajua wewe ndio nani. Yeye akatoa siri ya ndani, kaenda kumwambia mwanaume. Mwanaume amekuja ameniuliza mimi, ili nikuambieje sasa? Ili niseme na mnyima yeye, nimpe nani? Jamani, haya mambo mengine. Sipi Bryson atakuwa lini? Sio atakuwa lini mkubwa. Bala nasema jamani mke wangu, tukae tuongee, nini shida? Yeye moja kwa moja kwa tumwambia mwanaume na nyima unyumba. Kwa hiyo anataka umpe nani? Hebu nisije nikaongea vibaya. Naomba tu tuheshimiane, yani tunaheshimiana. Unajua mimi nakuheshimu sana Unapokuja kuniuliza mimi habari za ndoa yangu basi hujampa. Mimi sikuelewa, yani naona kama yani kwa mimi hayo ni matusi. Mimi najua unavuka mipaka. Mimi acha tu niende. Kwa kweli nenda. Kwa sababu napoendelea na sisi tutagombana. Uwe na kazi njema. Kwa kweli nenda tu kwa amani bwana. Salimia. Dunia imeisha. Imeisha dunia jamani.
Siri ya nani? Unyumba nakuja kuuliza mimi na mwanaume. Eti na shemeji. Nimempa mume wangu unyumba au sijampa? Mambo gani haya jamani? Bryson jamani akili yana. Huyu mwanaume nijua akili anazo kumbe hana. Dunia imeisha. Hey. Mambo. Sema shida yako. Niko naomba kidogo nikae na wewe. Lakini nataka nizungumze na wewe. Unaweza ukakaa, ila naomba uongee kitu cha maana. Eleza na kusikiliza. Samahani. Niko na kitu nataka niongee na wewe. Na hapa nilipokuona nasema shida yangu nisemeze hapa. Sema ukweli Tony. Mimi toka kitambo sana na kuona natamani kwambie kitu kilichopo moyoni mwangu. Kuna kitu kipo moyoni mwangu Tony. Sema ukweli Tony. Mimi nilitokea kukupenda sana. Sana. Tony. Niko na ombi moja tu kwako. Wewe ni msichana mrembo sana. Yaani nimetokea kuvutiwa na wewe sana. Tony, nakupenda. Sema kweli, moyo wangu hata ninapolala nikiwa ndani kwangu nakuwaza wewe tu. Kwa kweli umeshatokea kunivutia sana. Nakupenda. Please, naomba nikubalie ombi langu. Naomba unikubalie. Utajiita mtu mwenye bahati kuwa na wewe. Please Tunu, nakupenda. Hivi wewe unajua tangia umefika hapa na kusikiliza unaongea pumba tu eh? Hivi unajielewa wewe? Si una mke wewe? Sasa nikwambie, sikupendi. Unajua maana sikupendi? Sikupendi wala sijui kukufikiria. Wewe si una mke? Kwamba uliziki naye? Unakuja kuniambia ujinga ujinga. Kwa umetoka hapo unanipotezea muda wangu hapo unaniambia wewe ushenzi wako. Sikia kaka, sijawahi kukufikiria. Yaani sijawahi kufikiria wala sijawahi kukuwaza. Sikupendi.